Kwanza cha msingi, never put a conflict of interest. Never. You'll be surprised na outcome ya conflict of interest. Hautaamini kama is it true kwamba hiki is the primary problem. Forget about conflict of interest. Mindset yako ibakie positively kwamba I want to go there. Usije ukasema kwamba nikifika pale nitafanya hiki, nikifika cha ambacho ni personal, nikifika pale nitafanya hiki au nitafanya kile au kile, but at conflict of interest is the best. Anybody can be taught to be somebody. That means the skill, but kwenye attitude is a long way to change somebody's attitude, particularly those who have been in wrong attitude for some time and then want to change their attitude. Kwa hiyo kwenye kumpata mtu ambaye atakuwa ni player team wako, tafuta mtu committed, responsible, good integrity with good attitude. There are so many others you can put also on values, lakini these are things that key. Ukimpata mtu namna hii, be sure utaenda naye slowly, uta-improve skills zake, utaongeza uwezo wake na atafanya vizuri na atakuwa loyal kuliko mtu ambaye atakuja na skills na wrong attitude, yuko committed, bad integrity. That's good to be a crazy one. Nise karibu. Asante. Nataka tu tuzungumzie masuala ya uongozi, hasa uongozi kwenye sekta ya afya, lakini basically uongozi tu kiujumla tu. Cha kwanza nilikuwa nataka kufahamu kwanza, kulingana na wewe, uongozi unaweka kwenye makundi mangapi, na staili ipi ya uongozi ambao wewe binafsi unaona inafaa zaidi kwenye mazingira yetu ya Afrika? Kwa sababu kwa mfano kama mimi nitakupa mfano, so nakumbuka hapa juzi tulikuwa tunaongelea uongozi kulingana na Maxwell. So nakumbuka one of the kitu ambacho niliangaliaga video zake zamani, na kati ya vitu ambavyo mimi vilivyoniimpress kwenye one of the leadership styles ilikuwa ni aliita like inspirational mode of leadership, ambayo binafsi mimi nimekuwa nimekifanya sana. Of course ina uzuri wake, lakini pia nimekuja kugundua kwamba ina mabaya yake, because kama unataka kuwa aggressive na watu wafanye kazi ziendelee, it really doesn't work. So inafaa zaidi, kwa mfano kama mimi nakumbuka nilivyokuwa chuoni kwenye uongozi wa kidini pamoja na kundi langu la muziki, ilisaidia kweli kufanya kazi zisonge mbele. Lakini so kidogo nilivyokuja kwenye academics, ukitaka academics ziende inafaa, lakini pia ukitaka like kazi labda uangalizi wa mgonjwa au vitu kama hivyo, kuna some nuances ambazo sasa sijajua kulingana na wewe hapo inakuaje. Asante, nashukuru. Nafikiri tukisoma vitabu vingi, kwa maana mwanzo wa taaluma au mwanzo wa kupata maarifa ni kusoma vitabu. Lakini ukishakuja kwenye utendaji au practical, sasa inabidi uchague kimoja ambacho kinafaa zaidi, tena kutokana na mazingira. Lakini vitabu vingi vinasema hakuna staili moja ya uongozi ambayo inazidi staili nyingine ya uongozi, isipokuwa kwa nyakati tofauti tofauti unajaribu kutumia staili fulani ambayo inafaa na nyingine ambayo haifai. Na kuna theory nyingi zimewekwa. Wakati wa matatizo au wakati wa crisis utumie labda ni X and Z rules. Wakati wa una mafanikio au unataka kutafuta ni njia ipi uiende ya kuweza kuimplement kwenye jambo fulani, utumie democratic, au wakati mwingine hata dictatorship at a point. Kwa hiyo ukiniuliza 100% vile ambavyo tumekuwa tukivi-apply au nikivi-apply kwenye uongozi moja kwa moja, ni kweli kwamba kuna wakati utafanya visionary, kuna wakati utafanya demokrasia, kuna wakati utafanya dictatorship. Partly si kwamba utafanya kama ambao tunasema neno dictatorship, lakini kama vile una dictate mambo mengi yafanyike. Kwa hiyo jibu zuri ni kwamba utatumia aina fulani ya uongozi wakati wa hali fulani ya kitaasisi au ya organization, na hivyo wakati ukiwa na hali tofauti utaibadilisha. Kwa hiyo naweza nikasema kwa ujumla huo, lakini the bottom line, kiongozi lazima awe na maono.
That's the bottom line. Kwa sababu wewe ndio utakaye wa drag watu wakufuate. Sasa watu waende katika uelekeo upi, waende katika mbio za kiasi gani, lazima hivyo viweze kuwa determined na wewe ambaye ni kiongozi. Kwa naweza nikasema chagua aina fulani ya kwanza, pata taaluma kuhusu theoretical part ya uongozi, na alafu baadaye apply tofauti kwa nyakati tofauti baada ya kuzitambua. Fanya visionary kind of leadership, fanya dictatorship, fanya at a point democratic. Hivyo ndivyo ambavyo utaweza kuwalead watu. Usiwe rigid kwenye aina moja ya uongozi. Yeah. Nikiangalia watu wengi sana sasa hivi wanazungumzia hii visionary kind of leadership. Sasa hiyo nataka kujua ni kwamba ni kiongozi wewe ndio unatafuta maono au inakuwaje mpaka uje uimplement hiyo kind of leadership? Kwanza katika lugha ya kawaida kabisa, kwa sababu vision ni maono. Na tafsiri ya maono unatakiwa kuwa na njozi kubwa sana ambayo kama vile ni vigumu kuifikia. Kwa hiyo unabaki kuiangalia siku zote kwamba nitafikaje pale juu. Lakini baadaye baada ya kuweka hayo maono, unatakiwa weke zile steps za kuweza kuzifikia. Hizi ndo za muhimu sana kwa sababu zenyewe ndio practical na ndio day to day activity. Kwa visionary leader practically ataanza yeye. Na katika vitu ambavyo kweli tunatakiwa tujifunze na tu apply ni kitu kimoja ambacho kwangu nimekilearn, ili neno linaloitwa critical thinking. Hiki hapa ni kitu very active na sio passive. Unaweza ukareview document nyingi za taasisi kama ndio taasisi ambayo umeikuta inaendelea, kwa sababu kumbuka pale itabidi ujue nini kilichopo na sasa ufanyeje. Lakini baada ya hapo lazima ukae chini wewe kwanza uanze kufikiria, hivi naweza nikafanya nini kuweza kuimprove utendaji wa taasisi, matokeo ya taasisi na ile business ambayo ndio ya msingi ya hiyo taasisi. Kwa hiyo utaanza wewe. Ili uweze kufikia hayo maono vizuri, chagua kundi dogo la watu. Na hapa sio watu wengi kwa kweli. Kwenye mission utachagua watu wengi, lakini kwenye vision chagua kundi dogo la watu ambao wenyewe walikuwa mbele yako, sio lazima kwenye taasisi hiyo, wengine tu ambao kwa maana hii nasema wale ambao ni senior. Jaribu kuuza hayo maono yao ya kwako, omba wao wajaribu kuyarekebisha katika namna ambayo wao wanadhani ni nzuri zaidi. Pata mawazo mawili matatu, alafu yale mawazo njoo nayo. Chagua senior management people au watu ambao hata kama lazima ni senior management, lakini watu ambao unadhani wanaufikiri zaidi. Jaribu kuona mtazamo wao, alafu draw conclusion hicho ambacho unataka kufanya ndio ukifanye kiwe vision yako. Kwa hiyo mimi hapa point yangu kubwa critical thinking. Ni sema ambayo nadhani watu wengi tumekuwa wavivu kufikiri. And this is a very active process. Critical thinking I know itakuwa shughuli kidogo sasa kwenye kipindi cha AI ambako AI ndio inafanya most of our critical thinking exactly. So lakini I think nimeelewa kwamba wewe mwenyewe unatakiwa ufikiri like the direction ambao unafikiria taasisi inatakiwa iende. Utafute watu wakubwa ambao wamekutangulia, ujaribu kuwauzia hayo maono kama watanunua. Alafu akupe feedback ya wanachokifikiria. Alafu ndio ushirikisha watu wengine. I think kati ya vitu ambavyo naona hasa kwa Afrika viongozi wengi wanalalamika ni kuhusu upungufu wa rasilimali. So either rasilimali watu au rasilimali pesa, na hii inakuwa changamoto hasa kwenye sekta ya afya, kwa sababu sekta ya afya inaadili na maisha ya watu. Kwa hiyo unataka uzalishe kitu ambacho ni quality ya juu, but at the same time una hizi changamoto za rasilimali. Sasa wewe yani how do you manage that? Yani wewe unafanyaje ili, kwa sababu kama una upungufu wa fedha, labda una upungufu wa watu, lakini pia unatakiwa kutoa huduma kwa kiwango cha juu, huo mtego unautatuaje? Na ni mtego kweli. Lakini nitajaribu kusema applied kidogo, lakini vile vile na vitu ambavyo mazingira yatalazimisha. Kwa mfano, kama unaanza huduma at a zero level, unaweza ukachagua mwenyewe kwenda kwa pesi ndogo ndogo. Lakini kama umeingia kwenye taasisi ambayo tayari ilishatengeneza
status yake, yani ilishajulikana kwamba hii taasisi iko hapa, be assured uta struggle. Lakini bado kitakacho kutoa hapo ni kuwa na mikakati ya kuweza kufikia yale maono, na uone kama ni kweli kilichokuwa kimesemwa kama maono na mikakati ambayo iliyopo, je, inakupeleka kweli kwenye hayo maono? Lazima utataka tu kureview ujue ikoje hapo. Lakini mimi nafikiri nitarudisha pale pale point yangu. Kwanza, kaa chini, fikiria critically. Na kila mtu akaangalia neno critical thinking lina maana gani. Kwa sababu tukijitoa hapo tu tukiwa passively, tutarudi kwenye zile traditional ways. Na tukijitoa hapo tukaenda kwenye kutaka tu matokeo, tutabakia kuangalia style ambazo zilisha kuwa zimeexist. Lakini kumbe we can do more than that. Kwa jambo la kwanza, katika era hii ambayo huduma ya afya gharama zake za uendeshaji ni kubwa sana, lakini watu ambao wanapewa hizo huduma ni watu ambao uwezo wao sio mkubwa, na mapenzi, matakwa ya wale watu wa huduma mara zote yanafikiria jinsi ya kuweza kuwatendea wale watu vizuri zaidi. Kwenye mazingira kama hayo, lazima kufikiria jinsi gani utaweza kufinance taasisi na wakati huo ukatoa huduma ambayo ni endelevu. Hapa ndipo itakapokuja idea ya kutengeneza modality ya ufahamu wa biashara ndani ya huduma. Nature tunachokifanya hospitalini ni biashara. Lakini sio biashara kama ile ya kuuza vitu kwamba una intend upate faida. Unataka kufanya biashara ambayo itakufanya wewe uendelee kusustain. Kwa hiyo kanuni zile za kufanya biashara kwa ujumla tu, mapato na matumizi yalingane na upate kidogo ziada ili uweze kuendelea kuongeza viwango vya huduma, vina apply 100 kwa 100. Kwa hiyo lazima ujifunze jinsi ya kuweza kufinance. Na financing 100% zinaweza zikawa ni patient fee, lakini tunasoma na tunajifunza kwamba taasisi yote ambayo ina rely kwenye patient fee 100% ni vigumu yenyewe kutoka. Kwa hiyo wewe kama kiongozi, fikiria jinsi ambavyo utakolaborate na watu wengine. Msemo wa Kiswahili unasema hivi, ukitaka kwenda umbali mrefu, nenda na watu wengi. Shirikisha na wengine, nenda nao. Ukitaka kwenda umbali mfupi lakini kwa haraka sana, nenda mwenyewe. Utakimbia mwenyewe haraka lakini utakwama karibuni. Kwa hiyo hapa najua tunaongea kwa ufupi, lakini anza, kama unaanza at 0 point, weka maono ambayo unadhani utaweza kuyamudu kwenye hiyo 0 point. Na ukweli wa huo utekelezaji wake ni utakapoanza kufanya. Kwa hiyo kazi yako ni kumonitor, ujue performance yake ikoje, unarekebisha pale ambapo mkuta kuna makosa, unapaongezea pafanya vizuri pale pafanya vizuri. That's the way it will go. Ukija kwenye sehemu ambayo tayari imeshapata damage na unafanya damage control, kumbuka utafanya damage control, lazima focus yako iwe ni kule ambako ni maono makubwa, lakini chagua cha kwanza kimoja baada ya kingine. Cha mwisho na cha tatu, jifunze namna ya kukua entrepreneur katika settings ya kimedical. Kwa mfano, weka settings ambazo unaweza ukawapa huduma kwa gharama ya juu kidogo kwa wile community ambao wanaweza wakalipa, na weka gharama ambayo ayumkini ni almost unaweka how lose, lakini unarudisha kile ulichokiinvest. Alafu utakapoendelea kukua, tunaita kitu kinaitwa social corporate responsibility, CSR policy. Weka policy ya watu ambao hawajiwezi, jinsi ya kuwasaidia. You will not know it 100%, lakini ukishaanza kupractice na kuweza kufanya kwenye matendo, utaona moja baada ya lingine jinsi gani utalimodify lify zaidi. Na taratibu nyingine nyingi ambazo utahitaji watu wengine pia wakushauri, sasa watu wa finances. Labda kuingia tu kidogo hapo kwenye ujasiriamali au entrepreneurship kwenye afya. I think kati ya changamoto nimekuja kuona, unakuta kuna watu ambao wana maarifa fulani, let's say ni pharmacists, sawa. Kuna njia ambayo unaweza kwa cut cost kwa labda mfamasia au nesi au nani, kujaribu kuinnovate solutions ambazo they are less expensive compared kununua dawa na kufanya vitu kama hivyo.
Sasa sijajua kama yani like how do you inspire people to do that, kwa sababu nimekuja kuona yani kwamba watu wengi yani they are just yani wanaridhika kusubiri tu kupata mshahara na kuendelea kufanya vitu alivyo routinely yani. So kwa hiyo swali lako nimeelewa na ndivyo ilivyo. Jambo la kwanza la msingi, kama kiongozi, jitahidi kufikiri kuchagua watu ambao wataendana na maono yako. Kuna watu ni wepesi, akiona tu kama anakimbizwa sana atataka drop. Lakini chagua watu ambao unadhani watakusaidia. Ingawa kumbuka kiongozi kibarua chake ni kikubwa sana. Unatakiwa kumenta watu hata wale ambao hawataki waweze kuendana na wewe. Ndio zinapokuja hizo kama Pareto rule 28% ya utendaji ya watu. You can do anything with the Pareto rule. Kama unatafuta tu support ya watu wachache au watu wachache ambao umewamenta na wamekuelewa kuweza kumove. Kwa mfano point ulioisema kwenye entrepreneur, matumizi madogo uweze kuwa na return ambayo ni reasonable. Nayo nitarudi pale critical thing. Kwa sababu gani? Kuna vitu vingine vinahitaji a certain capital investment, ambayo ile capital investment ukiipigia projections vizuri utaweka hela nyingi kwa kuanzia, alafu kwenye uendeshaji hautakuwa na matumizi makubwa. Na hiki ndio kitu ambacho utataka watu na wewe mwenyewe uweze kubrainstorm kwamba ninavyoweka milioni 10 kwa mfano, kwa sasa uendeshaji wake ukawa ni nafuu, ni kitu cha kukifanya immediately. Na alimradi tu unaweza kufanya, kwa sababu either ni aina ya mashine, aina ya huduma, huwa changamoto kubwa ni kui-maintain na kui-sustain. Ukiwa tu na operating cost kubwa wakati wa kuweza kuitoa hiyo huduma, chance ya kuweza kufeli ni kubwa. Lakini ukiwa na operating costs zikiwa ni ndogo reasonably, basi chance ya kuweza kusustain hiyo huduma ni kubwa na kufanya mambo mengine pia kutoka kwenye huduma hiyo moja. Kwa hiyo hapa lazima ufanye hizo cost benefit analysis kwa kushirikiana na watu wenzetu wa finance, uwe na maamuzi sahihi. Lakini wewe ndio the primary person, know kwamba kuna option gani. Get out of your comfort zone, see what is happening around the world, na chagua mojawapo ambacho kiko locally, ki-implement. Kati ya vitu nilikuwa na visoma, kulikuwa na of course sasa ni mfanyabiashara binafsi ambaye ana kampuni yake. Kulingana na like human resource, so yeye alikuwa anapendekeza kitu cha kwanza, ajiri taratibu, alafu fukuza watu kazi haraka. Alafu kuna makundi ya watu kama watatu hivi. So kuna A players, and then there are B players, and then there are C players. So alikuwa anakuambia like tafuta A players kwa sababu A players wata attract more A players. Lakini ukipata B players hataki kufanya na A player kwa sababu ya inferiority complex. Kwa anataka afanye kazi na C player, na hiyo inapunguza sana productivity. Sasa wewe taasisi zetu nyingi sana ambazo zina labor protection unaweza kufanya hivyo. So how do you transform those B and C players to be active? Kwanza hicho ni kweli. Sheria ya ajira na mahusiano ya Tanzania inamlinda sana mfanyakazi, kiasi kwamba mpaka umuimplicate unatakiwa umeweka strategies nyingi za kuonyesha kwamba umejaribu kumsaidia kiutumishi, lakini imetokea hajabadilika, ndio unaweza ukaweza either kumterminate na kadhalika. Lakini hata hivyo, ili kuondokana na hizi changamoto za is not a best way, lakini one of the option, kuondokana na changamoto hizi za kushindwa kumuondoa mtu kazini mapema na bado unamuona hazalishi vizuri, then mikataba ya muda mfupi kutegemea na role ya mtu mhusika inaweza ika-apply kwa asilimia fulani. Lakini sasa kama kiongozi, mara nyingi utakachojitahidi kufanya unapotengeneza timu ni kumuempower mtu, kumcapacitate mtu as much as you can, ili kwamba aweze kufanya kazi yako. Lakini aweze kuwa loyal at the end of the day, na awe na integrity ya kutosha kuweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo ili kuwasaidia hawa watu wa B na C group kwenye theory ambayo umeisoma, kwanza jitahidi kumenta, jitahidi kumpa capacity, jitahidi
kumpeleka through what is the organization plan, vision and mission na zile values. Ni vitu ambavyo viandika kwenye vitabu, lakini vina modality nzuri ya kuzifanyia kazi, either kila siku asubuhi au mara moja kwa wiki, au kwenye kila mkutano ambao unaofanya wa kawaida tu unakuwa na dakika 15 za kuzungumza kuhusu vision na mission, ili vitu vizunguke kichwani kidogo kidogo. Utakuta kuna watu wengi kwenye B, unaweza ukawapula kaja kwenye A kwa description ulioitoa, lakini wa C expect to some outliers kwa wafanyakazi. Expect wale ndo ambao utaweka strategy za kiutumishi ili uwasaidie kwa monitor, lakini performance basis practice yenyewe ni ya muhimu kumfanya kila mtu kwamba unaona tulisema kwamba uende ujistretch mpaka 10 lakini umeishia 5, umeishia 4.5. Minimum yetu ilikuwa ni 5. Kwa hiyo unaanza kumlazimisha afanye kazi kwa performance na sio kwa mazoea, ajivute afanye zaidi. Mwanzoni kabla hujaweza kufanya performance based kind inaweza kawa ni shida, lakini as the time goes, alimradi tunamwambia bwana mshahara wako utaendana na hiki, atajitahidi, ataweza kujipush kuweza kufanya. Kwa hiyo human resource kwenye health sector na hata mahali pengine is a tricky na challenging part. Either kupata ushauri wa human resource managers still tabakia paramount, lakini as a manager, a top leader manager au kwenye executive au kwenye senior management team, always go slow with employees. Usiwe so over ambitious. Na katika incentives unazoziweka mbele yao zisiwe more financial. Think of non-financial incentives kwa hao watu, ili watengeneze base ya wao kujua mission na vision ya taasisi, wa hold you a part of them and then they move slowly. Hata ukiweka incentives za fedha baadaye watakuwa hawawi driven na financial incentives rather than the kubeba ile mission nzima ya taasisi. Kwa hiyo ukitaka kupata mtu aingie kwenye your team, yani sasa ile your core team, unaangalia watu ambao wana sifa gani? Hapa sasa unatafuta watu cream. Na sifa tunazitaja kwa mfano, utaona kwenye values nyingi utataja vitu. Mtu ambaye yuko committed. Yaani unajua nikimwambia huyu kazi hata kama haijui kuifanya vizuri, lakini atadeliver something kesho. Na hapo usiangalie kitu ambacho amekifanya perfect, no. Yuko committed. Mtu ambaye yuko responsible. Unajua sasa kwamba bwana ninakuambia wewe fulani, kutokana na hali iliyopo hivi, tafadhali mpaka kesho saa 6 hii kazi iwe imekamilika kwa sababu ya 1 2 3. Kwa hiyo haendi kama vile robot, anajua kwamba kwa sababu hii na hii inatakiwa kazi ikamilike na atafanya, itatokea. Responsible. Lakini uwezi kutoa neno integrity. Kwenye kila kitu cha uongozi na utendaji wetu, neno integrity haliwezi kutoka. Kwa sababu wanaweza wakawa wanafanya vizuri wewe ukiwepo. Lakini wewe ukiwa haupo hawafanyi vizuri. Tafuta kwa namna yoyote kuona integrity. Na la mwisho naweza kusema ni nini? Attitude nzuri. Kwenye recruitment, recruitment parameters moja hapo, when you recruit an employee, an important thing to look between the two, a skill and an attitude. You may be forced to think is a skill, but attitude is the best. It's the best. Anybody can be taught to be somebody. That means the skill. But kwenye attitude is a long way to change somebody's attitude. Particularly those who have been in wrong attitude for some time, and then want to change their attitude. Kwa hiyo kwenye kumpata mtu ambaye atakuwa ni player team wako, tafuta mtu committed, responsible, good integrity with good attitude. There are so many others you can include also on values, lakini these I think they are key. Ukimpata mtu namna hii, be sure utaenda naye slowly, utaimprove skills zake, utaongeza uwezo wake na atafanya vizuri na atakuwa loyal kuliko mtu ambaye atakuja na skills na wrong attitude, yuko committed, bad integrity. That's going to be a crazy one. Ulikuwa kwenye uongozi kabla ya kuwa daktari bingwa, and then ukaingia kwenye training, and then after training ukaanza kupewa leadership roles. So nataka kujua kwanza ni kwa nini uliingia kwenye uongozi? Ni kitu ambacho ulipewa tu au ni kitu ambacho uliona unaweza kusaidia? What was your reasoning kukubali uongozi? Alafu pia una balance vipi uongozi pamoja na clinical, kwa sababu najua bado unafanya upasuaji.
So how do you balance your uongozi, clinical responsibilities pamoja na familia? Na najua pia una majukumu mengine kwa mfano kama kanisani na pengine huko. Kwanza hicho kitu ni kigumu. Hivyo hivyo kama ambavyo kinasemeka na hata ukilist unaona vitu vingi. Ni kigumu. Kwanza kabisa personally ninajijua kwamba nina element za uongozi. Charisma ya uongozi. Kwa hiyo tokea shule ya msingi, anyway, so to start kuanzia nyumbani kwenye familia, shule ya msingi, sekondari, A-level, chuo, kazini, ni kama everywhere unaona kitu unataka ufanye, kila mtu anakuwa unataka kufanya, kwa hiyo anakuambia sasa basi fanya. Lakini kweli kwenye nafasi ambayo nimeipata kama kiongozi wa hospitali, kwanza sikuitaka sasa hivi. Just from the word go. Lakini katika kufikiri kwangu na kwa sababu ya milestone hiyo nilionayo, nilijua ninaweza kuja kuwa kiongozi at a point. Kwa hiyo lakini nilisema moyoni mwangu nataka niwe kiongozi wakati fulani, katika umri fulani, nimefanya haya na haya na haya. Kwa hiyo sikuwa nimeintend kuwa kiongozi wa top level sasa hivi. Isipokuwa mazingira na reality ya maisha na maeneo ya kazi ambayo nimefanya yalinifanya ni accept your role, na I don't know whether it's fortunate or unfortunate, siku apply for it. However, nilipotakwa kufanya hivyo kama kukaimu, nilichukua role kwa ugumu, lakini niliendelea kuipalilia na kuifanyia modifications on job, lakini vile vile na mimi kujidevelop mimi mwenyewe. Na naweza nikadea kusema kwamba that has been a very active role nikiifanya, kwa sababu ninajipa capacity building, nina apply, ninafanikiwa, ninaendelea, sifanikiwi narudi nyuma naangalia, nina apply, na nafikiri it can be this like for the rest of the time, mpaka unapo achieve yale malengo yako na kuongeza level nyingine ya vision, hivyo hivyo utakavyokwenda. Kwa number one, mimi ni safari yangu ya uongozi kwenye level nilionayo imeanza kama hivyo. Kipengele cha pili cha swali, kwa mfano, how do I balance haya mambo yote matatu manne: administrative role, clinical roles, community roles, and so forth, and family inclusively. Kwanza mwanzoni, I bet utamess up. Ni rahisi kusoma kuliko ukianza kufanya. Kwa hiyo kwanza mwanzoni utamess up, kwa sababu itabadilisha mtindo wako wa maisha kabisa. Yani 360 degrees itabadilisha. Hutaweza kuattend 100% clinical roles, 100% family, 100% community, ukimaanisha jamii na kuzunguka pale unapoishi, kanisani au msikitini, hautaweza mwanzoni. Ila you will find the piece by piece. Kitu cha msingi hapa ni kwamba kuwa aware, yani kuwa conscious kwamba kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Make that conscious kuondoke. Ukishapotea kwenye hiyo conscious kwamba sasa mimi ni kiongozi na waza tu haya na haya, hivi na unazipunguza, utamess up. Cha pili yake, kuna zile macro timetable. Kwa mfano, normally whether kabla hujawa kiongozi ulikuwa unaingia kazini kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ndio unafanya kazi zako kuanzia asubuhi mpaka saa fulani. Fanya vile vile. Jumamosi ulikuwa unaenda kwenye labda ni tuseme nini, kwenye usharika fulani hivi, usiharibu. Jumapili kwenda kanisani, usiharibu. Hizi macro timetable jaribu kuzimaintain pole pole. Na cha pili, kuhusu familia ambayo sasa unajua kila mtu akikutupa utarudi kwao. As much as possible stay focused kujua kwamba nina familia. Kama umeoa utapata some struggles mwanzoni. Be open kwa mke wako, be open kwa mume wako. Mwambie bwana, sasa kuna hichi na hichi. Usiache yani communication is ever power. Mwambie role nilizozipata, situation iliyopo labda itanifanya niweze kubehave au kujimanage as initial. Nisaidie, lakini na mimi nitajitahidi kujikeep up na lakini vile vile uliza watu wengine, how do you make it? How do you go about it? Alafu jipe percent. Kwa mfano sisi ambao ni madaktari na viongozi,
ulikuwa unafanya 100% clinical, the administrative is too demanding, start 50, maybe as a 70-30. Ulikuwa unaoperate siku 2 katika wiki na unaoperate kesi 5 kila siku. Jaribu kupunguza, operate siku 1, operate kesi 3. Fanya kliniki labda mara 2, fanya mara 1. Alafu see how you pace. Na cha mwisho, tengeneza team sasa ya administration katika wakati huu. Ambapo ni kitu kipya. At least wewe kama daktari utakuwa na team fulani kwenye clinical. Lakini tengeneza timu kwenye administration ambayo itafanya majukumu yako wewe ukiwa unafanya kwenye clinical. Hiyo timu it will develop over time. Kwa mwanzo uta struggle and then increase utendaji wako. Ulikuwa 70-30, make somewhere 40-60 and then ongeza 50-50. Probably ukifikia hatua nzuri ya kwenye administrative clinical role 50-50 might be reasonably well. Maana zaidi hapo utakuwa unaji overstretch sana. Na that's what I think about. Vitu vingi tunavijifunza kuhusu coping mechanism. They are on the books. Try to develop yours. Use them, cope, kwa sababu unaweza ukaenda kwenye burnout bila sababu. Kwa hiyo try kujifunza theoretically then zi customize mwenyewe pole pole. You will take your way and go. Be positive, focus. Usiache, yani usikubali kutoka kwenye hiyo focus. Have you ever had a burnout and how did you solve it? Kwanza ninashukuru kwa sababu wakati naingia kwenye administration role I had a German friend ambaye mazingira nilioingia mimi kwenye kazi yalikuwa almost kama yeye alivyokuwa tayari kiongozi wakati fulani. Kwa hiyo nilivyomwambia kwamba nimepata role hii hapa, alikuwa very sensitive. Akaniita, akakaa chini akaniambia, remember to take care of yourself. That was the point. I can't forget. This is 2 years down the line. Remember to take care of yourself. So nimepata dalili za kuburnout, nimeshazipata mara kadhaa. Kwanza unaweza ukatoka very tired. You are almost unasema kesho yake I'll make a certain decision, these people they will never believe. Lakini utarudi. Mara nyingi ile voice imenisaidia kukumbuka kwamba remember to take care of yourself. Wakati mwingine this is fantastic and unfortunate but it's true. Unaingia ofisini kazini, unaingia ofisini asubuhi, unapanga kufanya vitu kadhaa, lakini unaishia assume unataka kufanya vitu 10, unaishia kufanya vitu 3. Like efficiency siku hiyo ni ndogo. Kwa nimeshazipata hizo. How did I do? Nikiona hiyo siku haiwi productive. Kwanza mimi ni Mkristo. I'll take my time. Nitasema hata maneno mawili matatu kwamba God, I am becoming, I'm in this state. Please help. Just few words. So by the way, you will not be able to even to read a page of a Bible. Number 2, I will take my time from the office. I will drive somewhere ambapo naweza nikakaa quietly. Na kwa muda wa miaka hii miwili nimeweza kuidentify sehemu 2 sana 2 ambapo pako quiet lakini pako pazuri. Ili nikienda pale akili yangu just refresh. Yes, it refresh. Get a cup of coffee, try to relax. Lakini cha 3, kwa sababu ukianza kwenye sehemu ambayo ina ugumu kidogo, ni kama vile unaona vitu haviendi bila wewe. Kwa hiyo nitatafuta either a short trip, whether work related or not, depending on the timing, lakini nitatumia huu muda nikiwa off the office effectively. Na pale hata akili kufikiri, hiyo nasema vision, you get it easily compare na ukiwa kwenye mazingira ya office. So these things that I've been trying to do, but sometimes unaongea na watu openly. Usiache kuongea na watu, ongea na watu. You are not alone. Sio peke yako umefikia hiyo situation. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye unamwamini, jaribu kushare naye, ataongea, then utapata picha, utapata relief kwenye kichwa chako, then you will be able to think again. I would say leadership, uongozi ni, I think sema ni mrahisi vitu vikiwa vinaenda vizuri. Lakini kuna wakati ambako unakuta shida zipo. Shida zipo, either unakuta ndio hivyo una pesa, watu ndio hivyo wanakugomea na vitu kama hivyo.
Sasa unaongoza vipi hasa ukiwa unapitia nyakati kama hizi? And especially let me just kuongeza tena zingine, unajengaje utamaduni mzuri kwenye taasisi hasa kwenye kipindi kama hiki? Kwanza kuna vitu vingi, vingine unaweza kusema ni rough kidogo. Kwa sababu kitu kimojawapo cha msingi ni ku-maintain angalau culture ya taasisi. Kama ulikuta culture nzuri, kama ulikuta culture mbaya, kujaribu kuibadilisha gradually, kwa sababu kuweka culture ya taasisi, and this is another topic of its own ambayo inakusaidia kumanage watumishi, an organizational culture. Development yake it is long, it's not a month, ni some years. Kwa hiyo kwenye situation za ugumu wa namna hiyo, kwanza cha kukiweza kushare kwa watu as much as possible, communicate. Waambie, jitahidi kuwa smart enough unachowaambia mwanzoni, kisiwe kinawafanya wao wawe discouraged. Kitu ambacho kinawapa hope, hata kama hakitatokea in a time frame. Kumbuka utakuwa tayari umeshavuka kipindi fulani, kwa sababu mwambie kwamba, kwa mfano chukua neno kwamba kwa mikakati iliyopo ambayo ni 1, 2, 3, tunatazamia mwezi wa 5 kwenda wa 6 tutakuwa tuko kwenye level ya mapato labda kutoka milioni 2 kwenda milioni 5. Weka hiyo hope, alafu wape kazi kwamba sasa nyie kazi ya kwenu, majukumu yenu nifanya 1, 2, 3 ili tuweze kufika hapo. Na mimi kwangu yapo ya namna hii. Give them. Ukifika mwezi wa 6 ikitokea underperform, you are in trouble, you have to rethink it again. Ukiwa umeperform lakini not 100%, umeenda percent fulani, you are in better position, you give them feedback again, and then you tell them what to do next. The same, ukitokea umefail kufika hiyo point, don't forget to give them feedback, kwa sababu kumbuka is their business. Then remind them, make some changes kidogo ili kuleta utofauti, kwa sababu akili zetu zikiona kwamba kitu fulani kimebadilika, kitasaidia watu waweze kufikiri tofauti. Kwenye mazingira magumu hasa utaanza hivyo, lakini honestly speaking, kwenye level au kwenye aina ya watu ambao tunao, wengi asilimia karibu zaidi ya 80 ni passive. Wanasubiri tu kwamba vitu vifanyike, kitu ambacho ni kibaya kwenye uongozi na ni kibaya kwenye taasisi. Ni better uwe na watu asilimia nzuri ambayo inakuwa na active thinking. Kwa hiyo pale unaweza ukastruggle. Sasa pale lazima uwe na, sasa ni human resource is going to be a major problem. Kwa hiyo you have to use the human resource tricky and technical administrative kind of such a thing. Kama mtu abadiliki, kuna administrative way ya kumfrustrate, either aondoke mwenyewe. So it might be rough, but unfortunately it might be the way to go. Hakuna mabadiliko ambayo yanaweza kaleta uzuri wa taifa, wa taasisi bila mapinduzi. Mapinduzi yakitokea sio pleasant. Kwa hiyo somebody has to be sacrificed things to go. So that will be more of on job training involving other people, lakini they are all possible things to do, particularly in our community, which I know. So if I'm aspiring to be a leader, ni makosa gani ambayo natakiwa niepuke kuyafanya? Au kama nipo kwenye uongozi, ni makosa gani ambayo natakiwa niepuke? So at least angalau kwa wewe ulivyojifunza nini. Kwanza nitaanza traditionally. Tulivyosoma wote, lakini you understand baadaye kidogo. Kwanza epuka mambo 3. Money, sex, women and power. Mambo 3. Haya yameandikwa forever, like forever. Haya kama power ina description kubwa sana. Jitahidi kuwa kama vile yani wewe ndio wewe. Then hivi vitu vingine usi-entertain kabisa. Na ukitaka kuwa kiongozi, that's number 1. Unfortunately, hauendi kusimamia details za kwenye medical field, kwenye medical industry, healthcare management system. Unfortunately, don't go there first. Anza na hizi 3. Lakini jambo la pili, kitu kikubwa kwenye taasisi ni kuwa na taratibu za uongozi. And this, you'll find this term, a governance and leadership.
Governance and leadership, these are the key things kwenye kuongoza taasisi. Na ukisema governance, you talk of wenye mali yenyewe kama ni same settings ambao umeajiriwa, board of directors na CEO. Hapa ukija leadership, it cut across, utaenda mpaka kwenye management yako na watu wanaoenda kule chini ambao wataka tu na management and leadership and so forth. Sasa vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, yani vya kuzingatia kwenye governance and leadership, kitu cha kwanza cha msingi, never put a conflict of interest. Never. You'll be surprised na outcome ya conflict of interest. Hautaamini kama is it true kwamba hichi is the primary problem. Forget about conflict of interest. Mindset yako ibakie positively kwamba I want to go there. Usije ukasema kwamba nikifika pale nitafanya hiki, nikifika cha ambacho ni personal, nikifika pale nitafanya hiki au nitafanya kile au kile. Conflict of interest is a killer kwenye taasisi. You read it further, lakini if you go to the corporate governance, we are not corporate 100%, lakini private settings and also even church settings, we are doing the corporate. If you go to corporate governance, there is no way. Conflict of interest is a problem. If you go to this church and blended corporate governance, is almost the same 100%. So that will be my word to anybody who aspires to be a leader. Money, sex and power, avoid conflict of interest 100%. Yeah. Kwa hiyo inajumlisha na kuajiri ndugu zetu kwenye sekta kazi. Wanasema kuajiri kwa kimemo Usiajiri kwa kimemo. Au hata kama sio kimemo, kuna service fulani inatolewa kwenye taasisi, unasema unajua kuna kivuyo nitampa. Pale expect death in due time. That's interesting. Anyway, so just the last thing, unaonaje hali ya sekta ya afya Afrika? Na I think kama ungekuwa na ushauri hasa kwa serikali zetu, ungesemaje? Kwenye WHO wame set standard, minimum standard, na wamesummarize vizuri. Kuna 6 building blocks. Human healthcare workforces or human resource, pharmaceutical commodities, healthcare financing, ziko 6. Ukizipitia zile kwenye yoyote ambaye anaspire kuwa kiongozi katika settings za afya, ukipitia zile zina minimum. Katika level ya serikali, wasipotaka kuweka zile minimum requirement ambazo nachukua kama reference na tulizonazo kwa sasa, wasipotaka kuzichukua na kuzifanya kama minimumly kwenye policies za kitaifa, tuta struggle sana. Kwa mfano, at a minimum, serikali inatakiwa kuweka 15% of its total budget kwenye mambo ya afya. Mataifa mengi ya Afrika yatakuwa yana range kati ya 5 mpaka 10%. We will struggle. Tutakuwa na out of pocket nyingi ambazo hazisaidii wale watu wa chini ambao ndio wengi. Kwa katika level ya serikali, waset policy, wafuate hizo minimum guidelines ambazo zimetolewa. Mimi ndio nitaweza kusema kwa upande huu. Zile zitakata across, zitaenda mpaka chini. Sehemu ya pili ambayo nitasema katika level ya serikali ambayo ina robust effect, kwenye policies ya mojawapo za public policies pamoja na private settings policies, serikali huwa ina private public partnership policy. Ile policy iwe modified katika sense ya kwamba mwananchi wa kawaida akienda kwenye public settings anapata equal service, akienda kwenye private service anapata equal service, regardless labda private ina huduma nyingi zaidi na more sophisticated. Hiyo policy isipotoka serikalini, huko chini kuimplement itakuwa ni ndogo, na sisi ni mashahidi kwamba ukienda kwenye private settings ambazo zinatoa huduma za juu, kule ni out of pocket au bima chache ambazo zinaweza kureimburse the nature of the service. Kwa lazima serikali kule ifanye kitu ili iweze kuaffect the whole trend of it. Lakini kisha kuja kwenye level sasa
watendaji, kwa kweli mindset. Yaani sijui mindset has to change. Hakuna siri, tunafahamu kwamba katika across Africa mindset za watu wa public settings kubwa ni kwamba natumia masaa yangu machache katika taasisi ya umma, alafu naenda kwenye private practice. Sasa hiyo mindset haina kuimprove healthcare services hata kidogo. Ina aim to financial gain kwenye personal kwa mtu binafsi. We have to change the mindset. Cha tatu, we have to be active. We have to take an active role katika kubadilisha mazingira ya utendaji wetu. Tumezoea mara nyingi sana kwenye taasisi kwa mfano hizi za zote tu, katika ufadhili wake ni tofauti tofauti. Utakuta World Bank inafadhili taasisi za serikali kupitia Wizara ya Afya. Ile programs zinaenda kwenye taasisi za serikali na watu wana sustain kwa namna hiyo. Sisi huku kwenye private settings au faith based organization tuna wamissionary, tuna donors kutoka mataifa yanayoendelea. Tunakuwa dependent. Na kuna mstari huko very clear. Wakati huu palikuwa na dona, imeishia hapa. Na wakati huu hayuko dona. Na siku zote imekuwa wakati wa dona ni nzuri na baada ya dona ni mbaya. Sasa hiyo mindset ipo kwenye vichwa vyetu. We have to change it. Kufikiria how can we survive in the absence of donors. Lakini sasa vinaenda very synergistic. Policy hospitali kibadilika za serikali na sisi hapa tukibadilisha mindset zetu vita complement, tutakuwa na mawazo positive sana. Culture yetu ambayo inaendana na mindset inatakiwa ibadilike kabisa. Otherwise we have a long way to go. But if we consider those, it will help us. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante, nashukuru sana. Nimekuwa nikiongea na Dr. Kivuyo, ni daktari bingwa upasuaji, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center, Arusha, Tanzania. Asante sana. Asante. God bless.